Baada ya zaidi ya miaka 60 tangu wazo lake kuanza kujadiliwa, Tanzania imekamilisha na kuzindua rasmi mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere katika mto Rufiji. Ni makofi mengi na vigelegele Tanzania oye! Mradi huu wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya umeme wa maji barani Afrika. Lakini nyuma ya bwawa hili kuna historia ndefu ya ndoto, tafiti, mijadala, changamoto za fedha na hata mvutano kuhusu mazingira. Haya ni mambo matatu ya kustajabisha kuhusu mradi huu. Jambo la kwanza, ilikuwa ndoto ya Mwalimu Julius Nyerere. Historia ya bwawa la Julius Nyerere haikuanza mwaka 2019 wakati ujenzi ulipoanza. Mizizi yake inarudi nyuma hadi miaka ya mwanzo baada ya Tanzania kupata uhuru. Mwalimu Julius Nyerere alikuwa na maono ya kutumia rasilimali za mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme na kuchochea maendeleo ya nchi. Mwaka 1976, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Norway ilifanya utafiti wa kina kuhusu mradi huo ambao ulikamilishwa mwaka 1980. Utafiti huo haukuangalia umeme pekee, bali pia udhibiti wa mafuriko, kilimo cha umwagiliaji, uvuvi na shughuli nyingine za kiuchumi katika bonde la Rufiji. Tatizo kubwa lilikuwa uwezo wa kifedha. Tanzania wakati huo haikuwa na fedha za kutosha kutekeleza mradi mkubwa wa kiwango hicho. Hatimaye mwaka 2019, ujenzi wa mradi huo ulianza rasmi chini ya serikali ya Rais John Magufuli, kabla ya kuendelezwa na kukamilishwa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa fedha zako. Jambo la pili, UNESCO ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mradi huu. Mradi umejengwa katika eneo la Selous ambalo lina umuhimu mkubwa wa kimazingira na lilitambuliwa na UNESCO kama eneo la urithi wa dunia. UNESCO haikukubaliana na ujenzi wa bwawa hili katika eneo hili. Kamati ya urithi wa dunia imekuwa ikieleza wasiwasi mkubwa kuhusu athari za bwawa na hifadhi yake kwa thamani ya kipekee ya Selous. UNESCO pia imesema kuwa ujenzi wa mabwawa yenye hifadhi kubwa ya maji ndani ya maeneo ya urithi wa dunia hauendani na hadhi hiyo. Mjadala mkubwa ulikuwa kuhusu namna mafuriko ya eneo kubwa kwa ajili ya hifadhi ya maji yangeweza kuathiri mazingira, wanyamapori na mifumo ya ekolojia ya Selous. Pamoja na upinzani huo, Tanzania iliendelea na mradi huo, ikisisitiza umuhimu wake katika kuongeza uzalishaji wa umeme, kupunguza utegemezi wa vyanzo vingine vya nishati na kusaidia maendeleo ya kiuchumi. Jambo la tatu, ni miongoni mwa mabwawa makubwa zaidi ya kuzalisha umeme barani Afrika. Kwa uwezo wa megawati 2115, Julius Nyerere imeingia katika orodha ya miradi mikubwa ya kuzalisha umeme kwa maji barani Afrika. Kwa kulinganisha, Julius Nyerere ni baada ya Grand Ethiopian Renaissance Dam ya Ethiopia lenye uwezo mkubwa zaidi wa takribani megawati 5150. Bwawa la Julius Nyerere si hadithi ya bwawa pekee, ni hadithi ya ndoto iliyoanza zaidi ya miaka 60 iliyopita. Ikakutana na changamoto za fedha, ikapingwa kwa hoja za mazingira, lakini hatimaye ikageuka kuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya nishati barani Afrika. Kutoka kwenye maono ya Mwalimu Julius Nyerere hadi kukamilika kwake mwaka 2026, mradi huu umechukua zaidi ya nusu karne hadi kukamilika, kutoka wazo hadi kuwa miundombinu halisi yenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115. Hii ndio safari ya zaidi ya miaka 60 ya bwawa la Julius Nyerere.